kuanzia unamaliza mkoa wa Pwani unaingia Lindi yote, unaona nyumba za majani nyingi kuliko nyumba za bati. Na nyumba kabisa mama. Na hapa mna waziri mkuu mzuri mweupe, lakini mna maisha magumu sana watu wa Lindi. Sasa nataka mjue kwa nini Chadema tunasema kama hakuna mabadiliko ya sheria za uchaguzi, sio tutasusa uchaguzi. Polisi sikilizeni, tutaongoza watu nchi nzima kuingia barabarani kwa maandamano ya amani. Hao watu watakaoingia barabarani watazoeza kuzuia uchaguzi usifanyike. Unapofika mwaka wa uchaguzi, hakuna raia yoyote anayeweza kusema uchaguzi usifanyike. Hata Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hata makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hata waziri mkuu hawezi kulitamkia taifa kwamba uchaguzi hautafanyika, kwa sababu hili ni takwa la kikatiba. Kwa nataka niwahakikishie, sio tu wahariri, niwahakikishie Watanzania kwamba uchaguzi wa rais na wabunge na madiwani 2025 utafanyika. Lakini pia nitumie nafasi hii kusisitiza kwamba pamoja na haki ya raia kugombea na kuchaguliwa, ni kosa kubwa kukilazimisha chama chochote cha siasa kuingia kwenye uchaguzi. Mtu yeyote asiwalazimishe Chadema kuingia kwenye uchaguzi. Ni haki yao kutogombea. Na kwa mujibu wa katiba yetu, chama hata kikiwa kimoja kinagombea, kwa mujibu wa katiba wananchi watapiga kura ya ndio au hapana. Nimepokea maoni yenu ya kusahihisha mapungufu yaliyojitokeza kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Kama serikali tumejipanga uchaguzi huu kufanyika kwa njia ya haki, kwa kusimamia misingi yote ya kanuni, sheria na desturi zote za uchaguzi. Tumeanzisha tume huru ya uchaguzi iliyokuwa ikidaiwa miaka yote, tayari tumeshaianzisha. Nitoe wito kwa wadai wote wa kisiasa kuhakikisha wanatimiza wajibu wao kikamilifu.